Pointi ya kwanza katika darasa letu hili ambalo wanaoandika ni nani mwanzilishi wa ibada hii ya kuweza kumswalia Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Ni nani mwanzilishi wa hii ibada ya kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam? Je, kumswalia Mtume ni mfano kama vile watu wameanzisha ibada ya adhkari ya dhikri ya kukohoa? Walitoa wapi? Ni nani mwanzilishi wa ibada hiyo? Ni nani? Lazima tutafute ni nani mwanzilishi wa ibada hii ya kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jambo la kwanza tufahamu kwanza kuhusu nini ibada. Ibada, ndugu zangu wa Kiislamu, wadhālika anna al-ibadata hiya al-ghayatu al-mahbuban lahu. Ibada ni jambo ambalo ndio lengo la kumfanya mtu kuweza kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal mardiyatun lah, na kuweza kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbe kila unapoifanya ibada lazima iwe na asili inapotoka, kwa sababu kama ibada ni kitendo ambacho kinampelekea mtu kupata mapenzi ya Allah, kuridhiwa na Allah, na ndio lengo la Mwenyezi Mungu kuwaumba viumbe. Kumbe ikiwa kwenye ibada yako utakwenda pale ambapo hakupataka Mwenyezi Mungu, hakupaanzisha Mwenyezi Mungu wala mtume wake wala wema waliotangulia wala wana wa ilmu ambao walipitia misingi ya sheria ya dini wakatuambia hili jambo ni katika jambo ambalo limethibiti, basi wewe utakuwa umekosea na utakuwa umeanguka kuna makosa makubwa. Ibada ni jambo ambalo Allah analolipenda. Wal ibadatu fi istilaha, na neno ibada katika istilaha katika sharia wakasema ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali al-batin wal-zahir. Ibada ni nini? Ibada ni kitendo ambacho, kila kitendo ambacho, hii ni formula ya kutaka kujua nini maana ya ibada. Ibada ni kila kitendo ambacho anachokipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila ambacho wewe ukifanya kwamba ikiwa nimekifanya Mwenyezi Mungu akakiridhia, akakipenda, basi hiyo ni ibada. Iwe ni katika maneno, iwe ni katika vitendo, iwe umelifanya dhahiri watu wote wanaona, au iwe umelifanya siri. Hii inakuwa inaitwa nini? Ibada. Na ibada wanaozuoni wamezama katika nini? Katika mambo mengi. Kuna ibada ya ulimi, kuna ibada ya kiwiliwili, kuna ibada zimegawanyika katika nyanja nyingi. Na hapa ni lazima tujiulize, tunapofanya ibada huwa tunamkusudia ni nani? Mada yetu isisawiki neno kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini hapa tungali tunatafuta hii ibada ya kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni nani mwanzilishi. Katika kutafuta mwanzilishi wa hii, kwanza tujue ibada ni nini. Kwanza ili neno la kumswalia au jambo la kumswalia Mtume ni ibada. Hii ibada ilianzishwa na nani? Tujifunze kwanza ibada, misingi yake. Ibada tumepata kwamba ni kitu ambacho kinachompelekea mtu kuyapata mapenzi ya Allah na kuridhiwa na Allah, na ndio lengo la Mwenyezi Mungu kutuomba sisi. Tukapata formula ya ibada ni kila analolipenda Mwenyezi Mungu na kuliridhia kwa kauli au kwa vitendo, kwa dhahiri au kwa siri. Hapa tumekamilisha nini? Ibada. Sasa anayestahili kuabudiwa ni nani? Almustahiqu lilibadati huwa Allah azza wa jalla wahdahu la sharika la. Ibada pekee kumswalia Mtume ni ibada. Naam, ni ibada. Lakini ibada khaswa inayomstahiki ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, ndio mustahiqul ibad, abudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalili ya pili, Mwenyezi Mungu anatudhihirishia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibada anayestahili kuabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ndugu zangu wa Kiislamu, tumeona malengo ya ibada ni kumkusudia nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Turudi kwenye swali letu sasa. Swali letu linasema hivi: ni nani mwanzilishi wa ibada ya kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabu lake utalipata ndani ya Qur'ani, ambalo ndio jawabu sahihi. Utajua leo nani kaanzisha hii ibada ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura Al-Ahzab, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe anasimama Qur'ani, maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allaha, kwa harfu taukid ya kuhakikisha kabisa, hakika Mwenyezi Mungu Allah malikul mulk, mfalme wa wafalme, wa malaikatahu,
na malaika zake yusalluna ala nabii, wanamsalia mtume. Allah mwenyewe ndio mwanzilishi wa ibada ya kumsalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema nini? Inna Allah, Mwenyezi Mungu mwenyewe, wa malaikatihi, kisha na malaika zake, yusalluna ala nabii, wanajipa wajibu wa kumsalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha Allah anatutazama anasema, amr ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, sallu alayhi wa sallimu taslima, msalieni nani pia mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na msalimu na mumsalimu salam. Sallu alayhi wa sallimu taslima. Hapa tunagundua na kupata kuona kwamba mwanzilishi wa ibada Allah, ambaye yeye ndiye anayekusudiwa kwenye ibada, lakini anaianzisha ibada tukufu, kwamba tuweze kumswalia kiumbe bora ambaye aliyemuumba mja wake akamtuma, akaianzisha ibada hii, na ndiye mlengo wa ibada Allah. Kisha anaanzisha ibada kwetu sisi tuweze kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Alianza yeye, akawaamuru malaika, kisha anatuamrisha na sisi tumswalie mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibada ya kumswalia mtume alianzisha ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada zote Mwenyezi Mungu anatuamuru, lakini hii mwenyewe alianzisha. Hapa nitaomba upige nukta. Kama Allah yeye ndiye anastahili kuabudiwa, alituanzishia ibada, hili jambo tu kwanza la kumsalia mtume alilianzisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, unafikiri linaweza kuwa ni jambo hafifu? Ni jambo dhaifu? Kuna siri kubwa sana hapa ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameiweka katika hili suala la kumsalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kama haujawahi kuonja ladha ya kumsalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi anza kumsalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utayaona mambo mengi makubwa ambayo utakuja kuyasikia huko biidhnillah tabaraka wa taala. Kama Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amechukua dauru hii ya kumswalia mtume, mimi na wewe kwa siku tunamsalia mtume mara ngapi? Mwenyezi Mungu aliyetuumba sisi anachukua nafasi ya kumswalia mtume, wewe kwa siku unamswalia mtume mara ngapi? Hiyo ni pointi ya kwanza, tunafunga karatasi. Tumepata kwamba mwanzilishi wa ibada ya kumswalia mtume ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anatutaka na sisi waja wake tuvumbue, tuzidishe kumswalia huyu mtume, kwa kuwa kuna siri ambayo Mwenyezi Mungu aliiweka katika kitendo hiki cha kumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.